Wewe kijana umepotea wapi? Mai wewe, ulitupa wapi viatu vyako? Ndani ya vipo? Njoo. Makubwa ya kutoshi. Huyo. Yes, my son. Viatu vyako viko wapi? Vile size yako viko wapi? Hey guys, Waridi hapa. Yes my son. Niambie. Unataka nini? Wapi? Pole. By the way, huyu anaitwa Arman, my last born. Ndo mdogo kushinda wote. Solo nimeamka asubuhi, nimefanya usafi, nilikuwa nafagia na nini, nikasema hapa leo ngoja tupige story. Enough with the learning and nini. Leo ngoja niwahadithieni jinsi safari yangu ya kumpata Atif. Okay. Njoo. Safari yangu ya kumpata Atif ilikuwa kama haikuwa rahisi kusema kweli. Haikuwa rahisi, ilikuwa na challenges. Nakumbuka baada ya ndoa nikabarikiwa kupata mimba yangu ya kwanza. Na haikuwa vizuri salama. Na haikuwa vizuri in such a way, nilikuwa naumwa. Nianza tu kwanza ni feel excited kwanza kuwa na mimba kwa mara ya kwanza, you know, you have that feeling kwamba na mimi naenda kuwa mama. And then the journey ikawa sio nzuri in such a way kwamba nilipitia changamoto fulani hivi. Nakumbuka siku nimeamka nikasijisikii vizuri, you know, sikia hali kama homa, malaria si malaria, mdomo mchungu, you don't know how you feel, mala fatigue fulani hivi. Nikamwambia mwenzangu anitafutie ile PT, pregnant test ile. Akanunulia, akaniletea, nikafanya test mwenyewe, nikaona ni positive. Nikamuonesha, akafurahi na nini. So tulikimbilia kuwapigia wazazi simu na kuwajulisha taarifa nzuri, najua habari nzuri kama hizo. So akaanza kuniambia, okay, take care of yourself, ikifika muda fulani utabidi uanze kliniki. Sawa. Na zile movement za kujisikia kichefu na nini, nafikiri mnaelewa. For some of us ambao wenye dalili kama hizo, wengine wanakuwa hawana, mashallah kwao. Sasa ilipofika wiki ya pili baada ya kutambua na ujauzito, nilisikia maumivu makali upande wa kushoto hapa chini ya tumbo. Nikawa najiuliza maumivu ya nini. Anyway, nikafanya juhudi ya kwenda hospitali. Nilipofika hospitali sikupenda kabisa the way they treated me, kiukweli. Nikutana na gyno specialist wa wanawake. Yule mwanamke mimi sikupenda kiukweli. Yaani alichukulia vitu kama vile kwa mazoea. Nakumbuka tu aliniambia kwamba maybe ni nani, umepima una mimba kweli? Nikamwambia ndio na mimba. Akanipa tena PT nipime tena kwa mara nyingine. Nikapima kweli, results zikaja tena positive. Akaniambia okay, itakuwa tu ni mimba inataka kukaa sawa kwenye kizazi. Ndio mimba yako ya kwanza? Nikamwambia yes, ni mimba yangu ya kwanza. Akasema basi maybe it's just mimba inataka kuadjust kukaa sawa kwenye kizazi. Kwa hiyo wewe take some rest, tulia,
usifanye shughuli ngumu na nini na kadhalika. Nikamwambia sawa. But the pain keeps on increasing. Maumivu yakawa yanazidi kila siku. Mpaka nikaanza kupata spots. Hii ikawa sasa ni kipengele. Nikamwambia mamangu akaniambia rudi hospitali. Okay? Nikafanya juhudi nikarudi hospitali. Niliporudi hospitali nikamuelezea, nikakutana na gyno huyo. Nikamwambia bwana, nimeanza kupata spots hizi. Za rangi gani? Nikamwambia ni brownish fulani hivi. Brownish oh, it's okay. Some people wana bleed wakiwa na mimba. Nikamwambia kweli, hizo ni spotting tu ndogo ndogo hazina shida. Sawa bado kizazi kinataka kukaa sawa kupokea kwa sababu mazingira ni mapya. Haujai kubeba mimba. This is your first time. Kwa lazima vitu kama hivyo sometimes vinatokea. Nikamwambia sawa, lakini haya maumivu je? Akaniambia okay. Na kuandikia dawa. Akanipa ibuprofen ambayo ndio ya kutuliza maumivu pamoja na antibiotics zingine kama vile amoxiclav. Okay. Lakini nikamwambia doctor, samahani, if I may be wrong, lakini naomba at least niandikie kipimo cha ultrasound. That itanituliza nafsi yangu to be just sure kwamba kweli maybe mtoto amekaa sawa au vivi. Akaniambia wewe unanifundisha kazi? Wewe ndo gyno? Sijui nini. Mimi akaanza sasa kunitambia vyeti whatever, kitu gani amesoma hapa, amefanya pale. I was like mimi nimekuomba kipimo ili tuhakikishe au usalama wangu. Anyway, kwani mimi nauliza, kwani ni vibaya mtu kuomba kufanywa kipimo fulani just to satisfy yourself kwamba uko sawa? So siri nichukia. Anyway, nikaondoka, nikasema maybe I am overreacting kwa sababu it's my first time. Kwa sawa, ngoja nichukue ngoja nimsikilize. Njoo. Mai. Njoo acha. Mai, acha njoo. Baby, njoo. Piga hapo chini, usipige kwenye gari. Chora hapo chini. Chora 1, 2, 3. No. Usiende huko. No. No. Asante. Atupa. Yay! Kids bwana. Unaona? So, nikafika nyumbani, nika freshen up, nikala chakula, nikanywa hizo dawa. The next thing after 3 days, nakumbuka siku nilikuwa natoka na mama asubuhi, we were going shopping. Nimeenda nimeoga, nimemaliza ile natoka tu from the bath kuelekea kwenda kuvaa nguo. I just nikapiga tu chafya. Kupiga chafya, the next thing nika feel the heaviness kama vile kitu kimeshuka, kimetoka. And I was like, kitu gani hiki? Checking myself. Oh my God.